Mara ya kwanza kufika Tandale, Part 2, mapenzi, wivu na siri nzito. Baada ya tukio la wizi wa siku ule, maisha ya Junwoo Tandale yakaanza kubadilika. Watu wa mtaa walianza kumjua. Watoto walimuita Mchina, Mchina. Ingawa alikuwa Mkorea, aliishia kucheka tu. Lakini mtu aliyekuwa karibu naye zaidi alikuwa Amina. Kila siku jioni, Junwoo alipita kwenye kibanda chake kununua maji au soda, lakini ukweli ni kwamba alikuwa anakuja kumwona Amina. Polepole, urafiki wao ukaanza kuwa kitu kingine. Siku moja Amina alimfundisha kusema kwa Kiswahili, nakupenda. Junwoo alirudia kwa lafudhi ya Kikorea, nakupenda. Wote wakacheka sana. Lakini mtu mmoja alikuwa akiwaangalia kwa hasira, Rashid. Rashid hakuwa mtu wa kawaida Tandale. Alikuwa kijana mwenye nguvu, anayeheshimika mtaani na watu wengi walimwogopa. Kwa muda mrefu alikuwa akimpenda Amina, lakini hakuwahi kumwambia wazi. Alipoona Amina akitabasamu na Junwoo kila siku, moyo wake ulianza kujaa moto wa wivu. Siku moja alimfuata Junwoo. Unafikiri hii ni Korea? Rashid alisema kwa sauti nzito. Junwoo hakuelewa Kiswahili vizuri, lakini aliona hasira kwenye macho yake. Amina aliingilia kati haraka. Rashid, acha, huyo ni rafiki yangu. Lakini Rashid aliondoka akisema kitu cha kutisha. Mgeni huyu ataleta matatizo hapa. Wakati huo huo, kazini kwa Junwoo mambo hayakuwa mazuri. Mradi wake wa teknolojia uliokuwa unawekwa Tandale ulikuwa ghafla unaanza kupata matatizo. Vifaa vinapotea, kompyuta zinaharibika, taarifa muhimu zinavujishwa. Mkuu wake alimwambia, someone here is sabotaging the project. Junwoo alianza kushuku mtu wa mtaa, lakini hakujua ni nani. Usiku mmoja Amina alimuita Junwoo kwa siri nyuma ya kibanda chake. Alionekana mwenye hofu. Lazima ujue kitu, alisema kwa sauti ya chini. Junwoo alimwangalia kwa wasiwasi. Amina akasema, watu wanaotaka mradi wako ushindwe wanamtumia Rashid. Junwoo alishtuka. Why? Amina alinyamaza kwa sekunde kadhaa. Kisha akasema ukweli ambao haujawahi kusema. Kwa sababu baba yangu alikuwa mmiliki wa ardhi ambayo mradi wako unajengwa na watu wenye nguvu walimnyang'anya. Junwoo aligundua kwamba hadithi hiyo ilikuwa kubwa zaidi kuliko alivyodhani. Habari zilianza kuenea mtaani kwamba Junwoo na Rashid hawapatani. Siku moja kwenye uwanja mdogo wa mpira Tandale, Rashid alimkabili wazi. Mgeni, ondoka hapa. Junwoo hakuelewa kila neno, lakini alijua maana yake. Sitakimbia, alisema kwa Kiingereza. Rashid alimsukuma. Dakika chache baadaye vijana wa mtaa walizunguka wakitazama. Vita ilianza. Lakini kabla haijawa mbaya zaidi, Amina alipiga kelele, simameni! Ukawa ukimya mzito. Amina akasema kitu kilichomshangaza kila mtu. Ukweli ni kwamba mimi ndiye niliyemleta Junwoo hapa kusaidia kurudisha haki ya baba yangu. Rashid alishangaa sana. Amina alieleza kwamba mradi wa teknolojia wa Junwoo ulikuwa pia nafasi ya kufichua watu waliokuwa wananyang'anya ardhi za maskini Tandale. Lakini watu hao walikuwa hatari sana. Na sasa walikuwa wanajua kwamba Junwoo anakaribia ukweli. Rashid alitulia kimya. Kwa mara ya kwanza aliona kwamba Junwoo hakuwa adui yake. Usiku huo watatu walikaa pamoja. Junwoo, Amina, Rashid. Walijua vita kubwa ilikuwa inakuja, lakini sasa hawakuwa maadui tena. Walikuwa washirika, lakini hawakujua kwamba watu waliokuwa wanapinga mradi huo tayari walikuwa wanapanga kitu kibaya zaidi, kitu ambacho kingehatarisha maisha yao wote. Then this is your home. Please don't forget to subscribe right now and tap that bell so you never miss a single update.